ingorita Ma TV amu enang ena. So that's what is actually demoralizing people from attending public participation, because today you pass that you want this road done. After 5 years, that road has not been done. No one comes and explains to you where that money has gone. Or we've changed the MCA. Another MCA comes in, tells you, no, that one, maybe for Kitengela, what you will be told, that one you can ask Sinket. Now it's Matuya. Me, I'll go on with my projects. Lastly, I'll also tackle on employment in Kajiado County by the executive. What is the County Assembly of Kajiado going to do to make sure that there is some fairness in employment in Kajiado County? Fairness means the non-locals get their share of the 30%, and the 30% should not go to one tribe. It should be distributed amongst all tribes in Kajiado County. Thank you. Kwanza ni kuhusu public participation. Like huko Loitoktok mara mingi tunaona kwa gazeti, kwa mitandao, lakini ukija kwa ground hamna. Ya pili ni hii. Kuna so many white elephant projects. Wananchi wanalalamika na wanalia kwamba hakuna projects zimepitishwa na hazijaifanyika. Kama County Assembly, mwaweza kuambiaje ama unaweza kusaidiaje wananchi ambayo wataelewa kwamba assembly wanapitisha project but kwa ground hakuna? It is important to note that that was a time of the corona pandemic, and I am aware that many people blame corona these days. Kila kitu kama hujafanya, hata kama ni landlord wako hujalipa, una blame corona. Hata sisi kama serikali, it was very difficult to do procurement, but I would not be competent enough to answer that question, because once the assembly has passed the budget, the executive would be able to handle that. But the question we're asking then is, what is the assembly doing, isn't it? What is the assembly doing to ensure that we fast track the projects? And I can tell you, as a matter of fact, assembly huwa inafanya oversight kupitia kamati za bunge, na kamati hizo kila department iko na kamati ambayo ndio kamati ya angalizi. Kwa mfano, kama ni afya, kuna kamati ya afya katika bunge. Mwaka huu ukiwa ni mwaka wa mwisho, wanahakikisha kwamba zile miradi hazijafanywa zinatekelezwa moja kwa moja. Maana mwaka uliopita kulikuwa na janga la corona. Wagonjwa wa saratani na ile center ambayo ilizinduliwa, huo ulikuwa mradi wa First Ladies of Counties, na kama iligharimu milioni 10 ama haikugharimu milioni 10, I would be competent to answer. I wouldn't know what the cost of that was, and so, but there are assembly committees that can find out, especially the Committee on Health, chaired by the Honorable Sawe. Scorecard unasema, na hii ni allegation tu kwamba iligharimu milioni 20, hata mimi sijui na wala sikuwa kwa hiyo sherehe, so na mimi sihusiki kwa pesa ya executive ama ya serikali. Kwa hiyo tutauliza bunge. Literacy levels, 38% illiterate. FGM, unauliza how do we handle FGM because we are having issues because of illiteracy. Unajua kwamba kuna sheria ya mwaka wa 2011 inaitwa Prohibition of FGM Act 2011, na sheria hiyo is a very small piece of legislation that has a lot of gaps, because it simply criminalizes what it calls FGM, or girl child circumcision, and then penalizes those who are involved in it,
and it also establishes what we call the anti-FGM board. That's it. But the drafters of that bill did not take into account issues of societal issues, cultural issues, kwa sababu kabila wanaotahiri wasichana wao hawafanyi hivyo kwa kuwachukia. They do it for the love they have for them. It's actually the opposite. It's a rite of passage. But if it has biological and medical implications, then the law should solve some of the issues. Because when you take a girl away from family in the name of saving that girl, separate them from parental love, put them in a center, for how long will they be out there? And how do you reconcile them with the parents later? I think it is must be a concerted effort where parents are also involved, so that, and we ask you as non-state actors to assist in developing policies that are friendly, that would give effect to that law, seeking to address the gaps, what we would call lacuna in that law. Because there are a lot of gaps. Huwezi kwenda kwa sherehe, unashika watu, unawapeleka jela, msichana unapeleka kwa center, and then what? And how many of that can you take to centers? And watu wana njia ya kuhakikisha kwamba they circumvent the law. You know, now they collaborate with nurses, and they do it at night, so you will not know. They go, they collaborate at night, especially if the girl is collaborating, or the girl is more than glad because of peer pressure. So they do it quietly at night, and then you don't know. You see? So the society is very important, in every sector, including young boys, because they are the ones who will be husbands, they are the brothers of these girls, right? Especially kwa kabila zile wana value utahiri sana, wakijua kwamba binti zamani walikuwa wanaambiwa wale hawajatahiriwa hawawezi pata bwana. Sasa the story should be wale wametahiri hawatapata bwana, then they will start buying it. You know, especially Maasais wana value sana mambo ya circumcision, to the extent there was a time we were arguing in a political debate who is circumcised and who is not, which is not important. And I asked them, mbona kwanza vitu mbili muhimu, ukiangalia statistics ya watu waliotahiriwa duniani ni wachache mno, wachache sana. The whole of Europe, sijui kama hawajatahiriwa. Marekani, wale wazungu walitutawala hawajatahiriwa. Both. Ukianza kutoka hapa Uganda kwenda Rwanda, popote hakuna. South Sudan. And then nikauliza Wamasai, kutahiriwa yenu mnajiringa nayo sana, mbona mpelekani bank kuchukua loan? Wende mseme basi nipatie loan mimi nimetahiriwa. Ama ukuje interview useme unipatie kazi, qualification mimi nimetahiriwa. Doesn't work like that. So there are issues that are more important, lakini tunapenda ku trivialize some of the issues. So the Anti-FGM Act is quite shallow, and I think this assembly actually attempted to do, we have done I think a policy on that, and I see Neema is nodding, it's correct. So take time and look at that and see how you can uhamasishe umma juu ya hiyo policy kupitia bus radio. Sawa, tutakupa maofisa wa kuzungumza breakfast. Bunge Mashinani, asante kwa kutusifia kwamba tulianzisha Bunge Mashinani, na ni jambo ambalo linagharimu hela nyingi, lakini tumeweza kufanya like 10 cities. Lakini shida sana kwa lugha, kwa sababu ya wale watu hawajasoma, ni kwamba bunge sio baraza la kijijini. Kuna tofauti kubwa. So as much as tunataka kuleta bunge huko kwa vijiji, kuna ile standard
below which we cannot go. Sheria katika County Governments Act inasema lugha itakayozungumzwa bungeni ni lugha 3 peke yake: Kiingereza, Kiswahili na lugha ya sign language. Robert, sign language kwa Kiswahili ndio lugha ya ishara. Hiyo tu. Hatuwezi kwenda huko tukazungumza Kimasai kama Kikuyu kama Kiluya, kwa sababu sheria ya County Governments Act does not allow us to do that. However, the best we can do is amend our standing orders to provide for a Kiswahili version, because we currently have standing orders in English. Kweli kabisa ilikuwa mshangao mkubwa sisi wote kuona basi, na ninataka kuconfirm hiyo basi ni ya County Assembly of Kajiado. Okay? Na tuliona kwa media, social media particularly, na visanga hivyo vya hawa vijana, hawa watoto wetu tu tuliowaajiri hapa. Tukafuatilia, na clerk ndio anahusika na mambo ya staff, na tumetuma mawakili hawa. Huyu binti ni wakili wa High Court na mwenzake wakaenda Kikuyu Police Station kuchukua ile statement, kuona allegations zilizopo ni zipi. Na ukweli ni kwamba gari za serikali mara kwa mara sisi husaidia wananchi nazo, hasa members wetu na staff. Kwa mfano, kama umefiwa na wewe ni mmoja wetu, tunakupa gari ukabebe relatives, kama ukabebe colleagues wanaotaka kuandamana nao. Kama ni harusi unaoa ama unaolewa, kwa mfano tuna MCA mmoja anapanga harusi, hizi gari zote zitakuwepo. Naona? Lakini watu wote sio responsible. Katika hali hiyo, kumbe gari wakiwa kwenye hafla ya tafrija ya mazishi, vile nilivyopewa ripoti, dereva na vijana fulani sio members wa assembly hii na sio staff, wakaondoka kwenda kutembea kidogo na kutafuta chakula ama nini. Katika, unajua wa vijana wana mchezo ya wasichana sana, wakaona mrembo fulani wakabeba barabarani, wakakosana njiani, mara wanasema anauza mashamba, maploti. So hiyo ripoti bado tunaingojea ripoti kamili. It is under investigations, and I can assure you proper action will be taken. We have also reached out to that lady through the office of the clerk. They spoke to that Kenyan who alleges that her rights were violated, and we have spoken to her. We've spoken to her lawyer, and we are ready to engage. And our officer who was with the bus will face the music. That is the best we can do, because tukipeana gari ikiwa huko nje sasa sisi hatuwezi kuwa tunajua nini inaendelea. We also did in Kajiado, in this assembly, although that one we copied from Parliament, we did what we call open week. We did an open week for Kajiado County Assembly, na tulifungua hapa wiki mzima tents, wananchi wanakuja kuuliza maswali, na wakati huo tulipata pia kujibu maswali mengi. White Elephant projects, I know it's a challenge. It's a challenge. Some of them are not anybody's fault. Kwa mfano, I don't want to hold brief for the executive because that's not my job. Lakini unakuta hata bunge tuko na white elephants. Maybe not elephants, elephant. But it's not quite white. It's not very white because it's still ongoing. Hapa nje umeona tunajenga bunge kubwa hapa nje, ultra modern chamber, na imetuchukua muda kwa sababu tuna challenge, serikali ina challenge sana. Unakuta project ya ujenzi inahusisha watu wengi. Kuna engineer wa kuandika ni waya kiasi gani, hata mimi mwenyewe sikujua.
kuna architect wa kusema toa hii mawe hapa, weka hapa, kulete hawa watu, na wengine wao ni wa serikali ya kitaifa, wanatoka kule Ministry of Works. Kuwalete hawa wanaweza kuja Kajiado once a year, na ni kitu kidogo inatakikana. They don't report to anybody. It is a very difficult thing, the kind of bureaucracy. So sometimes tuna blame, governor hakufanya, sijui nani hakufanya, lakini saa zingine I can tell you even technocrats can be very very problematic, very problematic. Ama contractor amefanya kazi, Julius umefanya kazi fulani, unataka kulipwa pesa, sijui ulikopa KCB, lakini sisi hatuwezi lipa kama engineers hawajaandika certificate ya kusema hii kazi ni certified. Kupata huyo engineer kuandika ni kisungumkuti. Sasa mwaka wa pesa unaisha kwa sababu hakuna certificate. So some of those challenges are real. Believe me, they are very very real. But they are not universal. Each project has its own unique challenges. Saa zingine kwa ground watu wenyewe wanakosana. Kama huko Loitoktok unakuta wengine wanasema hiyo borehole haiwezi kuwekwa hapo, hiyo darasa sio hiyo shule ni ile, inakuja tena inakuwa shida. So those are some of the challenges we have. Those people mostly who look for incentives, maybe you'll pardon me for saying that, but these are people who are motivated by the incentives. They're not really the people you want to get the public, feedback from with regards to policies and all that. Most of these people who you need feedback from are people who are also working, right? They have like a 9 to 5 or 8 to 5 job. So my question is, based on the public participation forums I've attended, most of them are actually during weekdays, like on weekdays, right? So is there like a law that prohibits these particular forums from happening over the weekend, like on Saturday and all that? Because we'll only get genuine feedback or genuine ideas from people who are not motivated by finance. Because if you told me today I accompany you to Namanga and you're giving me 5K, I'll come, right? But those people are really affected by those policies you put. I'll give you an example of Kitengela, and we've gotten this from most forums that we interact with online. There is a bill, or rather, there's something that is going currently about making Kitengela a municipality. Very few people are involved in actually participating, towards that. And I can guarantee you that those people who attended were people who are motivated by what they were going to be given, because there was probably some interest involved. So my question, probably this can also involve the clerk, is how do you come up with the dates? Is there a way you can also try to slot in for weekends like Saturdays, so that those people who are actually affected by these policies and all these things that are actually discussed during the public participation forums can actually find time to attend, right? Josephine Dema from Governor. Josephine who? Dema. Also the governor. Yeah. My question is, that this project zilikuwa zikisemekana they do watafanya, especially in my ward where I come from, especially in the Kani ward. Wamekuwa wakisema don't believe the governor, they have been giving money to the MCA. So swali yangu ni wao wamekuwa wakikula hiyo pesa? Thank you, Mr. Speaker. And I just have from the side of Martin. Ningependa kuuliza wakati huu ambapo tunasema kwamba tunawapatia wananchi wawasilishe mambo yale ambao ama wanataka yale ambao wanahitaji. Je, wakati mnaenda kule kwa county ama mnasunguka county, wakati mnauliza wananchi kama miradi zile ambazo wanahitaji, zile ambazo mfano mkikuja tuseme Ngong ama ukuje Kiseja na uende mahali fulani, wao wanahitaji barabara mfano ama wanahitaji maji. Wakati wanauliza kwamba wao wanahitaji maji, kama county mnafanya hivi au mnafanyaje ili kutekeleza kwamba ile matakwa ambayo ama mahitaji yale ambao wananchi wako nayo mnatekeleza hayo, si yale tu mfano mmekuja umetekeleza kwamba nataka kufanya hivi kama county assembly, nataka kufanya kama hivi, lakini sisi wananchi
wale wa hiyo eneo, hatutaki yale ambayo nyinyi mnasema. Mfano mnasema kwamba mnataka kupatia barabara, na sio tunahitaji barabara, tunahitaji maji. Tukibadilisha ile wazo lenu ambalo mnahitaji maji si barabara, mnahakikisha aje kwamba mmetupatia ile hitaji letu, bali si ile hitaji la kaunti. Haya, pia mfano zile miradi ambazo zinaendelea, kuna mwenzangu pia nimesikia ameuliza hivi. Zile miradi ambazo zinaendelea, mnahakikisha aje kwamba oversight ya ile miradi inachunguzwa zaidi, kwamba kama tumesema inahitaji asilimia hili, ni hiyo asilimia tu inatumika. Isiwe kwamba mfano sasa tuko karibu kwenda uchaguzi. Kuna MCA mfano ameanzisha mradi ama kuna tuseme county imeanzisha darasa, lakini haijamaliza ile mradi na wakati wenu umeisha wa kutoka kwenye ile nafasi ambayo tuseme ile nakatana hii kama 10 imeisha. Tutakuwaje kwamba tuone kwamba yule ambaye atakaingia ataendeleza ile mradi, bali si kusema kwamba ataanza upya, aache vile, kwa sababu unaweza kuta kuna mali, kuna darasa ilianzishwa na kaunti ya Ngelienya mfano, bado iko tu imesimama, je, iendelea kwa sababu lengo ameingia yeye, anataka kufanya yake pekee yake, hataki kugusa zile za ile aliyomtangulia. Asante. Umeuliza kwamba hauoni professional oversight katika bunge la pili la kaunti. Nataka niwakumbushe kwamba Kenya ina siasa inaitwa party politics. Lazima uelewe kwamba mwaka wa 2013 hadi 17 bunge hili lilikuwa majority ilikuwa TNA na URP, ila wajumbe watatu walitoka ODM na gavana alitoka ODM. Kwa hiyo walikuwa mirengo mbili tofauti ya kisiasa na walifanya kazi ya oversight kulingana na vyama. Mwaka wa 2017 akachaguliwa gavana wa Jubilee na majority ya MCS kutoka Jubilee. Mikutano ya chama wao ndio wanaenda kuzungumza nini. So if that is what a professional oversight means, it is what it is. Nyinyi mlichagua gavana wa Jubilee, mkachagua MCS wa Jubilee. Sasa wanaongea lugha moja. Na senator wa Jubilee. Na senator ni wa Jubilee. In fact, senator wale hata ule wa ODM nominated wanapigia gavana makofi. Hakuna ule anakosoa. Wote wako kwa praise and worship team ya gavana. So kwa hiyo na niko na kutoka senator hapa anaenda kujisema. Kwa hiyo challenge. Jambo la pili, information. Mbona una wasiwasi kwamba mimi ninaondoka? Nataka nikwambie kwamba hakuna kiongozi wa kukaa milele kwenye ofisi. Mimi nilikuwa mwenyekiti wa baraza la umoja wa county assemblies from scratch, nikaacha ikiwa one of the respected bodies. Sasa bunge hili mimi ninaona miaka 10 pengine sitakuwa na mambo mapya ya kuleta. Okay? Ujuzi ninao, sasa mnipe fursa ya kwenda. Kwanza wewe unapoomba kura, unipeleke Senate nikawatetee, kwa sababu huko wale wako ni kama kidogo wamelegeza, na ndio sababu assembly ukiwa na senator kama Usoi kule, hata assembly na kama na watoke chama moja, kutakuwa na sauti nyingine kule Senate. Lakini kama wote wanalala, basi sasa mambo inakuwa ngumu. Sawa? And you are worried about what happens. Kajiado has many smart people. Many smart people. We will get a speaker. Juzi nilikuwa na retreat ya staff wangu wote, yapata staff 100, na nimeanza kuwapa kwa heri. Because mimi ni mtu professional. Yeah? Ninataka kumanage transition vizuri, kwamba mimi nitaondoka mwakani na ninataka kuacha ripoti ya ile vitu tumefanya, na wale watakaokuja wataanza wapi. Haya, Michael Mwangi. Katika chemba mpya tunajenga, kuna sehemu ya media. Nataka mkumbuke na niwaeleze vizuri kwa heshima kwamba hii chemba tulikuja hapa ikiwa imejengwa na County Council 2013. Kisha TA wakapewa pesa kidogo ya kurekebisha. Kwanza wakatutengenezea meza ya mbao. Ile meza tuko nayo ni mti imekata.
It's just slightly better than ingine niliona Samburu walikata hii Oldevesi, unajua na wakati wanajua hiyo mti hii acacia tree, wakachonga tu kutoa miba na bark, the rough bark, wakafunga na ile foil paper inakaa kama dhahabu, alafu wanabeba hivi, Mr. Speaker. Sasa at least yet we were a bit improved, but we have bought a state-of-the-art mace. We have a mace here better than what the Senate has. Okay, so we have been improving. Tulianza walikuwa nakalia benches hapa, nyumba hizi zilikuwa zina leak, hakukuwa Hansard kama hizi, haungefanya PowerPoint presentation. Saa hii tumefanya hivyo, lakini ile ni ultra modern na iko na media station, very modern. Hata mtakuwa mpaka na vyoo, choo itakuwa ya media pale kando, sio ya public. Ukweli itakuwa gents and ladies, those are very important amenities, both very important. Dining area. And there will be area for changing children for those public members of the public who will come and they have young babies and they want to change them. There will be a catering area. There will be a restaurant kama bunge na hizo vitu, na parking mtakuwa na safi na library. Bas, okay. Audit. Michael, audit sio public document kabla haijaisha. Okay? Siku ile Nancy Gathungu atarelease ile ripoti ya mwisho ya audit, ndio itakuwa in public domain. There is nothing that should make you believe that freedom to access or right to access to information means you can access everything. Every freedom has a limit. It is not absolute. You cannot tell me that because there is such a law in Kenya, lazima uelezwe DOD wanafanya nini kuhusu ile mpaka. Tukigombana na Somalia wanapanga nini? You cannot access such things. Ama Uhuru alikula nini breakfast? You will be told it's none of your business. Office of the President, how much do they use in emergencies? Bunge, wametumia pesa ngapi kwa foreign travel? That is, you can't be given that information, but you can access it in either control of budget reports, it becomes public, or the Auditor General. But don't go to Parliament and try to film everybody, or a police station, because there are also security issues. Okay? Not everybody means well. You could be meaning well, lakini sio kila mtu na film na namaanisha vizuri. You could be a terrorist in the name of access to information. So there are limitations. There are limitations. Si kuna uhuru wa kutembea Kenya. Mbona usiingie State House bila ruhusa? State House ukiingia ama DOD utashikwa ama utashikwa? Huwezi. So there is na kwa sheria, by the way, mawakili wale wako hapa, huyu binti ni wakili na Clark ni wakili, watakwambia kwamba for every general rule there is always an exception and there is no absolute freedom. Every general rule, hata kwa sheria, it has an exception. Okay, so I hope I have answered you. So access to public buildings is limited. You cannot go and film the office of the governor ama nini bila ruhusa. It is also administrative and it is courteous to write to the clerk, why do you want to film the County Assembly of Kajiado? What is it? If you write seeking any information, and that is the point of convergence. Write to us seeking any information on anything. Maybe last year's budget, maybe audit report, we will give you. But you don't just come a stranger, atujui kama wewe ni Mkenya ama ni Mtanzania na unakuja kufilm. We will not allow. GDU inspecting projects. Inspection of projects is done by technocrats.
wale watu wamesomea hiyo kazi. Hapo I don't think ni governors delivery unit peke yao, chief officer, lazima hata kama ni chief officer lazima kuwe na engineer, kama ni ujenzi kuna architect, kuna quality surveyor, na ndio wataandika certificate. Na mwananchi wa kawaida, hata mimi ni wakili, mimi siwezi jua kuandika certificate kama hii mlango imejengwa vizuri ama haijajengwa. Lakini you remember Michael, you remember the expectations I was talking about. Sometimes hata sisi wananchi tuna expectations zingine za ajabu. If you are not an engineer, na tukubaliane, you are not competent enough to be the one to dictate whether that project has been done properly or not. And I don't work for the executive, but I think it is just fair to let those who are tasked to do it. Saa zingine wananchi wanasimamisha hata tingatinga itengeneza barabara, wanaanza kupiga kelele, wanasema hii mara haitoshi ama nini haitoshi. It makes sense, lakini kuna pia level lingine, kama ni nyumba inajengwa, pengine financial year hiyo hatujapokea pesa na wananchi hawajua kwa nini. Capacity in MCS. You see, you're asking me in absolute terms the percentage, but I want to tell you, kama unajua juzi Jaji Mrima amesema katika koti kuu kwamba sio lazima Wakenya wawe na degree ili wakuwe ama wasimame kiti ya MCA ama ya mbunge. Mimi nilikuwa mmoja ya Wakenya wanaosema, na nimesema hivyo kwa magazeti, nimesema hivyo pia siku nyingi hata kwa BBI. Nimesema minimum education, at least post secondary education, ili mambo kama haya waelewe. Lakini koti ikasema hapana, ni haki ya kila Mkenya hata kama hujasoma. Sasa Michael, tunaenda uchaguzi, utaona mchanganyiko maalum, kwa sababu nilisema wananchi hawaangalii CV, na Mkenya yeyote akichaguliwa afike hapa, anafika hapa kulingana na kipengele ya kwanza ya katiba, kwamba anakuja hapa aki-exercise sovereignty, ile authority amepewa na wananchi. Na baadhi yao kusema kweli hawajawahi enda shule, sitasema ni wangapi, wengine hawajui kusoma hii Kiingereza mingi, wanasema sisi tunazungumza Kiingereza mingi ambayo inaeleweka. Maana kama hujaenda shule, hata nikikupeleka New York kwa mkutano wa kina mama na umekuwa nominated, sio elected peke yake, by the way, kuna wale nominated by political parties. Some are, and I'm not talking about just Kajiado. In Kenya, it's a big issue. Some people nominate their girlfriends, their relatives, you see, ambao hawajasoma, wamepata nafasi ya kazi ya miaka 5, atakuja hapa ama kwa bunge yoyote ile, hata ongea miaka 5. Sasa ni nani utablame? Political party ndio wamemleta. Na hata umpeleke ng'ambo kumsomesha, hata Kiingereza yenyewe ya salamu hata leo, hata kuoda chakula kwa hoteli ni stress. Na ni Kenya, na tuko hivyo na reality. So, but it is not to say that maprofesa ndio wakuje kwa assembly. That's not what we are saying. Lakini tunajaribu kubuild capacity, ile budget tunaweka kuhakikisha kwamba members wakija wanasomeshwa. Mobile phones, personal mobile phones, that I wouldn't know. I don't honestly know whether you can call the governor's office or the public service. But what I know, the assembly will have some landlines. We have landlines you can call. We are one government body that has Wi-Fi. You can drop us an email. You know, we were rated the best assembly by World Bank, not World Bank, Central Bank, when they were beginning to give assemblies separate accounts on IFNIS. We are tech savvy, my friends. You know, email, you can write us an email, and I can tell you we will respond. Usage of, cost of new assembly.
the estimate as we speak is 557 million. Okay? Spread over a period of 5 years. So we spend 100 million every year in our budget. And that is an assembly for the next, Kajiado will have a proper assembly, next 200, 300 years. And before we did it, we looked at many assemblies around the world as well. Baya, Watu wa Ngong TV, incentives and feedback, thank you for that comment. We will look at what is in need and we give meaningful feedback as an incentive. Illiteracy, civic education, because you are saying illiteracy is not necessarily academic, which I agree with you. Parliamentary staff is not taught anywhere. You can come here, you have a degree, but you have no clue what parliamentary business looks like, or when we go to public participation, you really need. So there are a lot of people who come thinking county law wamefika. They don't know the difference between the assembly and the executive. They don't know whether it is the budget or it is CIDP. So I agree with you. Serious civic education needs to be done, and I call upon non-state actors, and your team, and many others, and the media, your sisters, radio. Saile mnaleta proposal, mtuambie pia mtakuwa mnasema other than kupata tender, sini LSO mnatafuta kwa hiyo proposal. Kama sio LSO. Kama ujui nini mnatafuta? Yes, I know that's what you want. It's business. So scratch my back, I scratch yours. By educating the people of Kajiado through your breakfast shows. Badala saa zingine ya kufanya comedy tu kwa radio asubuhi, sema leo wacha tuzungumzie nini? CIDP ya Kajiado. Depending on the coverage. Yeah? Leo tunazungumzia special plan. Wananchi mnajua Kajiado iko na special plan ya miaka 10. You know? And people start calling in. And I think this would be a good way to go. Na hiyo mkutano itazaa mambo mazuri. Samuel, Kaulele TV, the public participation for a budget reform. We have an assembly budget separate from the executive, and public participation, which I will answer your question in relation to Josphat's question, public participation on budget, and Josphat is busy on his phone out there. Ama unanisikia, Josphat? Public participation is done in two phases. And vizuri tuelewe. Kama ni mambo ya budget kwa mfano, executive wanakuwa na estimates yao through the Minister of Finance. Mkiona ile briefcase hata national inakuanga budget estimates. Na wanakuwa wamefanya public participation yao through the budget office, through treasury, it's called treasury. Treasury wanafanya yao. Wana estimate kwamba tulikuwa tufanye hivi mwaka jana, pesa ilirudi hatukuweza kufanya hivi, mwaka huu tutaongeza tax hivi kwa finance bill, tutapunguza tax hapa, tutafanya hivi na hivi. Ikija bungeni inasomwa inapokelewa bungeni na inaenda kwa committee ya budget. Committee ya bajeti in a published round of public participation forum. Fresh. Umeelewana? Wanakuja kusema waziri ama gavana ama rais ameweka barabara ya bilioni fulani. Ni hivyo mlisema au si hivyo? So it's a check and balance system, kind of system. That's why Parliament is very powerful. So public participation is done at that level, and it is budgeted for under the assembly committees. Na kila kamati ina defend budget ya department yao by executive. Kama ni barabara, kama ni health, kama nini, umeelewana? So they defend, and then they will also be the ones to oversight. So yes, we have, but we don't budget for snacks in those, because
part of that, most of that budget, by the way, is what will go to advertisements, public participation, and facilitating those members to go from here to Mosiro to do a forum, go from here to Magadi or to Loitoktok. That is already a cost component that is taken care of by the budget. Hata hiyo magari itawapeleka mahali watalala, venue. You see, public participation is done in a venue. See, so there is a budget, yes. Okay? Weekend, no. Bunge, nilitangulia kusema bunge ina sheria zake. Bunge sio tu baraza la kijijini, hata sisi hatuiti bunge tu kukaa anytime. Kulingana na standing orders ambayo kila bunge iko na zake. Bunge za taifa, Senate na National Assembly wako na standing orders. Hapa tuna standing orders zetu. Yetu inasema tunakutana bunge na siku za na kamati wanaweza keti nje ya hizo siku. Jumanne alasiri, Jumatano asubuhi, Jumatano alasiri na Alhamisi alasiri. Sawa? Na lugha ni lugha ya ishara, Kiingereza ama lugha ya Kimombo na Kiswahili. Kwa hiyo tunafuata, it's a house of order. Huwezi kuja Jumapili kusema tutoke kanisani ama tu convert hii ibada pastor sasa tufanye public participation. Sasa hapo itakuwa ni baraza la siasa. Hiyo sio public participation. Sawa? Inawekwa kulingana na hata sheria za bunge. Kwa mfano tukikwambia utuandikie maoni fulani, ama kuna sheria tunapeleka bunge sisi. Good example, BBI bill tulikuwa tunazipitisha katika mabunge ya counties. Lazima ifike kwa speakers wa Senate na National Assembly siku ya kazi kabla saa 11 jioni. Kisheria before 5 p.m. You take up past 5 p.m. Sasa hiyo ni hapo. Sawa? So we are governed by law. We don't just do stuff. We are house of order. What is the end game of Speakers Roundtable? Very good question. Nilipokuwa nafanya presentation nilisema we have a couple of professionals now who engage on the bills we have before this house. We will take your contacts. And my office will get in touch. You will be getting emails. You'll get updates. And we'll give you feedback. So we have a couple of lawyers, doctors, professionals, youths ambao fanya na wao kazi hii. Pili, very interesting. We were noticed by the government of Sweden. We did a proposal, and my team seated here was picked as the best written proposal in Kenya out of 30 government agencies that applied for a democracy and public participation project. Okay? Thanks to the Speakers Roundtables and Bunge Mashinani. And as we speak, those ladies paraded there. They belong to a project called International Center, or funded by International Center for Local Democracy. In this project, counties are given an opportunity to apply every year, but Kajiado was the best this year, and they have done that project now on Speakers Roundtables, among other things, for a couple of months, to the extent that the board of ICLD Global has asked them to go and present to the board in South Africa at the end of this month. Because they want to take it as a model for other local authorities or local agencies to learn from the Kajiado public participation model. Thirdly, because of this, we are looking at enacting a public participation bill, so that as I said, as this team lives, we will leave a law that will be here beyond us. So I think that's a good end game. Yeah? So we are not just doing it to tick the box, because I know
Public participation in most cases is a tick the box kind of thing. Watu waseme tu wamefanya, lakini we are more serious than that. Josephine, umetoka kwenye ofisi ya gavana na huko kwenu nyumbani Lenkisi, right? Wanasema pesa inakuja ya maendeleo, lakini MCA pengine ndio wafanyi kazi. Sasa ni vyema nikueleze vizuri. MCA hakuna anayehusika na pesa. Sawa? MCA ashiki pesa na hakuna pesa ya MCA. So wale wanasema hivyo ni uongo. Ofisi ya gavana ama executive ndio wanahusika kufanya procurement. Baada ya kufanya BQs, yolo BQs. Yeah. Najua Bill of quantities. Bill of quantities. Wataangalia hiyo, alafu Saidimu na timu yake wataweka kwa magazeti. Wao ndio wanajua contractor ni nani. Alafu kazi ya MCA ni wakati inafanywa budget. Atasema hapa Lenkisi nimeweka kwa budget milioni 3 ya barabara fulani. Sawa? Lakini sio yeye atajenga na hata kugusa pesa. Sijui kama nimekujibu. Kwa hivyo na mimi najua ni wakati wa siasa. Kama kuna kitu haijafanywa kulingana na governor, ni MCA hajafanya. Kama kuna ile imefanywa, hata kama sio yeye amefanya, yeye amefanya. Na MCA pia hivyo hivyo. It's the vice versa. It's vice versa. Yes. Kama hapo upande mmoja na governor na kuna kitu haijafanywa, ni governor hajafanya. Kama kuna ile imefanywa, sio governor amefanya, ni yeye. Hata kama ni executive. You see? So iko hiyo, lakini ukweli MCS hawakuzi pesa. Boniface, timing of public participation calendar. Calendar ya public participation, hatuwezi ifanye calendar ya mwaka kama ya bunge. Bunge iko na calendar. Tukianza Januari tunajua mwezi fulani tunaenda likizo fupi, mwezi fulani tunaenda likizo mrefu, lakini public participation haiwezekani. Unajua kwa nini? Baadhi ya mambo yanayolazimisha sisi tufanye public participation ni mambo ambayo ninapata barua kutoka kwa gavana. Kwa mfano, leo akikuteua wewe kama waziri wa maji, pengine hajaambia bunge in January ati mwezi wa 12 nitaappoint Boniface. Barua inakuja kwa speaker, mimi nitatangaza hapa bungeni, alafu kamati waanze kufanya na clerk ataweka kwa gazeti. Normally notice inapeanwa wiki moja. Unaelewa? Bajeti at least inajulikana ni mwezi fulani. Lakini hizi vitu zingine hatuwezi tukasema kwa mwaka tutengeneze program. Suppose hizo vitu hazitakuja. So public participation is done when necessary. We handle things as they come. I hope I'm clear. Transition of MCS. Hiyo isikustue. Okay? Kwa sababu MCS wanapoondoka MCS, tuko na ofisi inaitwa ward office. Sawa? Yes. Na ward office yetu ni iko hapa beyond the MCA. Ile ofisi Sinkela aliacha matu yao. Ile Kanchori aliacha mtaesha hivi. Na wale wako ingawa ni partisan staff, lakini tuna vitu ambazo ni za assembly hii. Sawa? Yes. Na staff wa assembly ni watu professionals. Wanatrainiwa ni kama bunge la kitaifa. Wanasiasa wanakuja na kwenda. Lakini hawa ni institutional memory. Kutakuwa na ripoti ya ile kazi tumefanya na ile bunge inakuja itapika kutoka hapo. So haina shida, ni sawa na bunge la kitaifa. Usiwe na wasiwasi kwamba MC akiondoka ati kazi itasimama. Opportunities kama biashara ya pre-qualifications kwa radio yenu, bus radio, umesema uko na proposal ya kunipa. I can see you are using this opportunity to pitch for business, which is okay. No problem. You will share it with the office of the clerk. We will look at it.
And I think these are the networking and the partnerships we are looking at. Okay? We don't want to, we will give you, if it is something you can do, why not? I mean, depending on your coverage, we have that budget anyway. So we will look at it. I don't want to say we will give you that business because I'm not a procurement officer and I am not an accounting officer, but we will consider what is in the proposal. Josephat, what projects nimetangulia kusema, siasa ikifika inakuwa changamoto, lakini ukweli ni kwamba ipo kamati za bunge za kuhakikisha kwamba projects zinamalizika. Zisipomalizika kama zile Ngelienye aliacha, na sasa Ngelienye nimeona is seeking very strongly to come back and complete his projects. Sure. You know? Politics is very interesting. Anasema zile projects zangu zimelala tu, nirudisheni huko nikatengeneza. Na leo baadaye atasema nini? Akiacha atarudi amalize zile aliacha. Politics, that is politics for you. But tukifanya public participation vizuri and we cure some of the governance challenges, then vitu kama hizo hazitakuwepo. Naona mtu akipelekwa nyumbani na watu wake sio na ubaya, lakini watu wa ule ndio wengi kushinda wako. Unaenda na amani na ule mwingine anakuja anaendeleza. Otherwise ni hayo tu kwangu. First of all, maybe a background on health. We usually give out our bus as service to the community. On several occasions, we've given to members of the public when they have difficulties in terms of, say, burials and all that. Now, including even our neighboring institutions, the judiciary, the county executive, name it. So that has been something we've been doing, and there's a policy on that, to that effect. On this particular occasion, it was such service that we helped one of our members with the bus to ferry relatives to a burial in Kikuyu. So we actually do that, and that is why the bus was in Kikuyu, because we help members of the public. Now, the unfortunate incident happened, and it happened when it was members of the public who were in that bus. The only member of staff who was in that bus was the driver. The circumstances under which the lady got into the bus is the subject of investigations. Now we want us to tell you now what we are doing about the driver. I know you are employed by Nation Media. You know something called due process. We don't just say here and now that we are going to do ABCD, right? We can't do that. If I tell you now that we are doing ABCD, that would be a basis for him to say that he was not accorded fair hearing, right? So allow us to take the necessary steps. We have started the process. It is a long process, but it is due process. And Fair Administration Act requires that we undertake processes in accordance with the law. We accord that driver a fair hearing. He'll have his day, and then we will report back what has transpired. Secondly, the matter is before investigative authorities. Yeah. So we don't want to preempt what those agencies are going to find out about that issue. So please allow us to do our part. We are conducting the due process. The police are also doing their investigations independently, and we await the report. On the issue of bribery, you know we don't have a vote head for bribing, so we wouldn't have money to pay, right? We don't have money to pay bribes. So if there was anyone who went there, they went there on their own frolic. We don't know, and we don't engage in malpractice. We are a professional service. You know that we are professional service. You've interacted with us, so you know we are professional. We don't engage in such. So if there is anyone who went there, then they went there on their own accord. They didn't have any blessings from us. So please allow us to have that due process
take place. Once it is done, we will get back to you definitely with what transpired. Thank you. Clap for such a good response. We appreciate Speaker too. Can we appreciate Honorable Speaker? Okay, I must say that we are grateful. We are happy for you having joined us today. Actually, we didn't expect such a big number, but you've made us proud because you are now part of us. We are doing this, as the Speaker said, because we want to be as open as possible. So we appreciate you all and we welcome you. I've seen you have many questions. I liaise with my bosses to see what we can be able to do again and again. Otherwise, God bless you so much. Father and our everlasting God, we come before your holy presence once again with thanksgiving in our heart. We say thank you because of our fruitful discussion, and we seek your guidance ahead of us, O Lord. As we disperse from this place, please accompany each and every one of us, and if we meet again in other endeavors, all honors and glory shall be back unto thee. For this I pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ingoreza Ma TV amu enang ena.